Ndugu Mtanzania, habari za leo. Jina langu naitwa Julius Nguhula. Nimeamua kutoa ufafanuzi kuhusu tangazo tulilolitoa la Masterclass in Shipping and Port Operations Management ambalo linahusu course au professional training itakayofanyika pale Golden Tulip, Dar es Salaam, Mtaa wa Jamhuri, ikihusisha watu mbalimbali. Sasa tumeandika pale kwamba wahusika wa hiyo training ni watu wote waliosomea business administration, waliosomea accounts, waliosomea financial management, waliosomea economics, waliosomea sheria. Na tukasema kwamba pia tukataja kabisa vyuo vyote vinavyofundisha kozi hizo. Kwa mfano Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Sauti, Mzumbe University, Institute of Accountants Arusha, kingine kipo hapo Kurasini, TIA, na vyuo vingine vyote tumevitaja pale, vya kutosha tu mpaka kule Zanzibar. Sasa maswali yamekuja, ni mazuri tu, kwamba ni kwa nini tumetarget watu hao. Hatukutarget watu hao kwamba wengine hawahusiki. Dar es Salaam Maritime Institute, Bandari College na NIT, National Institute of Transport, wote hao wanahusika. Lakini tumeona kwamba tuwatarget watu wa biashara pia wajue, na watu wa sheria, na watu hao wa fedha, kwa sababu ifuatayo kwamba sasa hivi kuna fursa nyingi sana ndani ya shipping and port, yani usafirishaji na bandari. Kuna fursa za kutosha. Sasa tumeona kwamba wanafunzi au watu mbalimbali waliosomea masomo ya biashara au ya sheria, waliosomea masomo ya finance na masomo mengine, wanapata shida sana wanapoingia kwenye interview. Kazi zinatangazwa kwenye mashirika ya meli, zinatangazwa bandarini, customs, lakini wanapata tabu sana kwenye attend the interview. Na sasa hivi tunaongelea commercial aspect of shipping and port operations. Tunaona bandari zinabinafsishwa, wanafanya watu ambao ni private company au private operators. Hiyo ni commercial aspect of port operations. Sasa hawa wenzetu waliosomea masomo ya biashara wamebobea kwenye biashara, na tunahitaji biashara zao zikafanye kazi bandarini. Na anapokwenda kutaka kufanya hiyo port business au shipping business, anapata ugumu, au mtu wa economics anapata tabu sana, kwa sababu principles za economics ni zile zile, lakini zinakwenda kuapply katika mazingira tofauti. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa hizo siku 5 kutoka tarehe 24 mpaka 28 tuandae hiyo master class itakayowatengeneza hao wanafunzi waliosomea masomo ya biashara, uchumi, fedha na sheria, pamoja na wengine, kwa sababu tukisema DMY wanaelewa tukisema hiyo master class ni nini. Kwa hiyo kuja kwao ni rahisi, NIT ni rahisi, na Bandari College ni rahisi, lakini hao wengine inakuwa ni shida. Sasa kwa sababu wana degree zao, wana diploma zao, wana masters zao, tumeona kwamba sasa tuweze kugroom upande huu wa port and shipping, ili cha kwanza watakapokwenda kwenye interview waweze kufaulu interview zao. Yes, amesoma business administration kwa mfano, lakini pia akienda kwenye interview ataenda kujifunza vitu pale vizuri, ataenda kujibu vizuri. Lakini sio hivyo tu, ili aweze pia kujiajiri mwenyewe, anahitaji hizo skills za port and shipping. Sio wote wanapenda malengo yao ni kuajiriwa miaka yote. Wako wanaopenda kujiajiri. Kama mimi hapa, mimi nimejiajiri, nafanya kazi zangu binafsi na zimeweza kunifikisha hapa nilipo. Kwa hiyo ninatoa wito pia kwa Watanzania wenzangu wengine ambao wamesoma masomo tofauti, ili tuweze kwa gurumu kwa wakati huo kwa hizo course ya siku 5. Kitu kingine pia ni pamoja tu na kujua potentials, kujua fursa zilizo humo ndani. Tuna bandari za kutosha. Tuna bandari ya Dar es Salaam, tuna bandari ya Tanga, bandari ya Mtwara. Tukienda Zanzibar pale, kuna Unguja, kuna Wete,
kuna mkoani, kuna Shumba kule bandari inaendelea kuwekwa sawa sawa, lakini pia kuna Fumba. Sasa eneo lote hilo limejaa fursa. Tumefanya kazi mwaka mzima Zanzibar tukiandaa mifumo, tunasema enhancement of standard operating procedures tumefanya. Kwa hiyo tumeona fursa zilizopo. Kwa hiyo ndugu Mtanzania unayenisikiliza, una mwanao aliyesoma hayo masomo niliyosema na vio hivyo niliyovitaja, na pia hata wenzangu wale waliosomea masomo hayo Wanamwanga, DMI, Bandari College na NIT, waje wajifunze, kwa sababu sasa hivi watu wanataka skills. Tunasema kwamba mpe mwanao maarifa kichwani, lakini mpe ujuzi mkononi. Yani kuna kutenda, tunahitaji watu wanaotenda. Kwa hiyo ukija siku hapo kwenye training, sio na wasiwasi. Moja ya kale ada kadogo itakuwa ni utapata breakfast, utapata lunch, utapata na evening tea, utapata vyeti, lakini pia kutakuwa na facilitators wa ndani ya nchi na nje ya nchi. Na kwa namna hii tunalisaidia taifa kwa ajili ya watu kupata haya maarifa ya port and shipping. Kwa kweli jamani, port and shipping ina vitu vingi. Kuna potentials za kutosha. Kujiajiri kunawezekana. Sasa hivi serikali sio sasa hivi hata zamani kwamba serikali haina ajira nyingi za kumwajiri kila mtu. Serikali inaandaa mifumo ili watu waweze kujiajiri, waweze kufungua makampuni binafsi, waweze kuwa jasiriamali. Sasa hawataweza kujua kama wasipokuwa trained. Na ndio maana ninaomba sana Watanzania, kwa Mtanzania anayeona kwamba ana hamu ya kuajiriwa, ana hamu ya kujiajiri, ana hamu ya kujua fursa mbalimbali zilizo upande huu, basi asipange kukosa siku hiyo. Tutalia lini kwamba ajira hazipo? Tutalia lini kwamba maisha ni magumu? Kuna skills mbalimbali utazipata pale, jinsi ya kujitafutia pesa. Na ndio maana pale utaona kuna contents, ship and documentation, port laws, tariff and monetization, yani jinsi ya kuzitengeneza pesa kutumia hii taaluma ya shipping na bandari. Alafu kuna sehemu zingine za kujifunza pia humo ndani. Kuna bandari za aina ngapi, ufanye nini ili uweze kuchukua keki yako na wewe upande huu wa bandari. Hii bwana haina cha mtoto wala mkubwa, hata wale vijana ambao ndio wanaibukia waje watajifunza mambo mazuri. Kwa hiyo tarehe 24 mpaka tarehe 28 Golden Tulip na kukaribisha uje. Kama unapenda pia kuwa mbobezi kwenye maeneo haya, uje ujifunze, kwa sababu sisi tuliojiajiri sasa hivi tulianzia huko, lakini tunajivunia kuwa shuhuda, yani kutoa shuhuda kwamba upande huu wa maji, wengine wanasema uchumi wa blue, unalipa. Kwa hiyo njoo upate skills kutokana na taaluma yako uliyopata shuleni, chuoni. Njoo sasa uwe groomed na wataalamu ili ujiondokee pale na vyeti vitatolewa. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Asante.